Fumba macho na ufikirie uwanja wa Lusail nchini Qatar, Disemba 2022. Kelele za watu 80,000 zinasikika kama ngurumo wa bahari. Katikati ya dimba, mwanamume mmoja mfupi mwenye ndevu kidogo na namba 10 mgongoni anasubiri kupiga penati au kuona hatima yake. Katika sekunde hiyo ya ukimya, maisha ya Lionel Messi hayakuwa yanapimwa kwa goli moja, bali kwa miaka 35 ya mapambano dhidi ya mwili wake, dhidi ya shaka na dhidi ya kivuli cha gwiji Diego Maradona. Hii si hadithi ya mchezaji wa mpira, ni hadithi ya uvumilivu wa ubinadamu. Safari inaanza katika mitaa ya vumbi ya Rosario, Argentina. Lionel hakuwa mtoto wa kitajiri. Baba yake George alikuwa mfanyakazi wa kiwanda cha chuma na mama yake Celia alikuwa mfanyakazi wa usafi. Messi alikuwa mdogo sana kiumbo, lakini alikuwa na kipaji ambacho bibi yake Celia Oliveira Kukitini alikiona mapema. Kila mara Messi anaponyoosha vidole vyake angani akifunga goli, anafanya hivyo kwa ajili ya bibi huyo aliyempeleka uwanjani kwa mara ya kwanza. Lakini ndoto ilikaribia kufutika akiwa na miaka 11. Madaktari walitoa hukumu: Lionel ana upungufu wa homoni za kukua. Mwili wake ulikuwa umegoma kuongezeka kimo. Kila usiku kwa miaka 3, kijana huyu mdogo alilazimika kujidunga sindano za homoni mguuni. Mwaka 2000, familia ya Messi ilichukua hatua ya mwisho ya kukata tamaa, kuvuka bahari Atlantiki kwenda Hispania kufanya majaribio Barcelona. Carles Resachi, mkurugenzi wa michezo wa Barca, alipoona Messi akigusa mpira kwa dakika 5, alijua amemuona Mungu wa soka. Alikuwa na haraka sana ya kumsajili kiasi kwamba kwa kukosa karatasi alichukua kitambaa cha mezani maarufu kama napkin kwenye mgahawa na kuandika mkataba wa kwanza wa Lionel Messi. Lakini maisha ya Hispania hayakuwa rahisi. Messi alikuwa mkimya, mpweke na aliyemisi nyumbani. Wachezaji wenzake walidhani ni bubu kwa sababu hakuwa akizungumza, lakini alipopata mpira mguuni alizungumza lugha ambayo dunia nzima iliielewa. Kuanzia mwaka 2004, dunia ilishuhudia kitu ambacho hakijawahi kuonekana. Chini ya Pep Guardiola, Messi aligeuka kuwa kiumbe wa ajabu. Magoli yake dhidi ya Getafe akikimbia kutoka katikati ya uwanja, magoli yake ya kichwa dhidi ya Manchester United na uwezo wake wa kupita mabeki 4 kwenye nafasi ndogo kama tundu la sindano. Alishinda Ballon d'Or 5, 6, 7, akavunja rekodi ya Gerd Müller ya kufunga magoli 91 ndani ya mwaka mmoja. Lakini huku akishangiliwa Hispania, nyumbani kwao Argentina kulikuwa na giza. Hapa ndipo sehemu ya kusikitisha safari yake ilipo. Kwa Mwargentina, mchezaji bora lazima ashinde kombe la dunia kama alivyofanya Maradona. Messi alishindwa fainali ya kombe la dunia 2014 nchini Brazil. Alishindwa fainali 2 za Copa America mfululizo dhidi ya Chile. Baada ya kukosa penati mwaka 2016 kule Marekani, Messi aliketi kwenye nyasi na kulia kama mtoto mdogo. Dunia ilimuita shujaa aliyeanguka. Usiku ule alitangaza kustaafu. Timu ya taifa imekwisha kwangu. Alihisi amewadhulumu watu wake. Alihisi msalaba ulikuwa mzito mno kwa mabega yake madogo. Lakini kama ilivyo kwenye filamu za mashujaa, giza nene ndilo hutangulia mapambazuko. Messi alirudi sababu ya mapenzi kwa nchi yake. Akiwa na umri wa miaka 34, alishinda Copa America mwaka 2021. Alilia tena, lakini safari hii ilikuwa ni machozi ya furaha. Kisha ikaja Qatar 2022 akiwa na miaka 35. Wakati wachezaji wengi wanastaafu, Messi alicheza kila dakika, alipambana kila sekunde. Katika fainali dhidi ya Ufaransa,
baada ya miaka 20 ya kusubiri, baada ya dhihaka za kuitwa Mhispania, baada ya sindano za utotoni, Lionel Messi alinyanyua kombe la dunia. Katika wakati ule hakukuwa na mjadala tena. Alikuwa ameshinda kila kitu. Alikuwa amethibitisha kuwa subira si kusubiri tu, bali ni uwezo wa kuendelea kuwa na mtazamo chanya ukiwa unateseka. Safari ya Lionel Messi inatufundisha mambo matatu makubwa. Mapungufu yako si kizuizi. Ikiwa kijana aliyegoma kukua amekuwa mchezaji bora wa muda wote, wewe una kisingizio gani? Kushindwa ni sehemu ya ushindi. Bila yale machozi 2016, furaha 2022 isingekuwa na ladha ile ile. Unyenyekevu ni nguvu. Licha ya kuwa tajiri na maarufu, Messi amebaki kuwa yule kijana wa Rosario anayependa familia na mpira. Leo Messi anacheza nchini Marekani akifurahia jua la maisha yake ya soka, lakini jina lake limechorwa kwenye mioyo ya mabilioni. Sio kwa sababu ya magoli yake, bali kwa sababu alituonyesha kuwa hata ukiwa mfupi kiasi gani unaweza kugusa anga ikiwa utathubutu kuruka. Kijana mdogo wa Rosario aliyekuwa anachomwa sindano za kukua kila siku hadi kuwa mfalme aliyevishwa joho la dhahabu kule Qatar, Lionel Messi ametuonyesha kuwa maisha si kuhusu jinsi unavyoanza, bali ni jinsi unavyopambana hadi mwisho. Amevunja kila rekodi, ameshinda kila taji, na sasa amepumzika akiwa kileleni mwa dunia. Asante sana kwa kutazama episodi hii ya kwanza ya The GOAT Series. Shukrani za dhati kwako mtazamaji wangu wa Nesto Shayo kwa kutoa muda wako kuwa nami. Usiondoke, kwani episodi ya pili tunakwenda kumwangazia mtu aliyemfungulia Messi njia, shujaa mwenye utata, fundi wa mitaani, Diego Armando Maradona. Usikose. Mimi ni Nesto Shayo na hii ndiyo nyumba ya simulizi za kweli. Kwaheri.